Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Akhtifeti Online TV, karibu katika chaneli yetu pendwa, na nakusihi endelea kusubscribe hiko kikengele hapo chini kwa ajili ya kuendelea kupata update na faida na kupeana ilmu katika masala mbalimbali hapa Akhtifeti Online TV. Leo mpenzi mtazamaji, nataka nikufahamishe dua ambayo utaisoma katika siku ya Arafa, mwezi 9 Dhulhijja. Siku hii ni siku moja kabla ya kuamkia siku ya kuchinja, na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa dua iliyo bora kuliko dua zote ni dua iliyoombwa siku ya Arafa. Kwa maneno haya tunaona kuwa siku ya Arafa ni muhimu kumuomba Mwenyezi Mungu, ni muhimu kutanabahi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni muhimu kumlilia yeye siku hii, kwa sababu hata Mtume mwenyewe amedhihirisha kuwa dua aliyowahi iliyo bora kabisa kuliko zote ni dua iliyoombwa siku ya Arafa. Kwa hiyo endapo utaomba dua katika siku hii, tena ukiambatanisha na funga, basi dua yako katika siku hii itakuwa ni dua mujarrab. Na alhamdulillah, Mwenyezi Mungu tunamshukuru mpaka hapa tulipofikia mwaka huu, kufikia mwezi huu wa Dhulhijja. Basi ninawakumbusha tu kwa siku hizi zilizobaki 2 au 1, basi kwetu sisi ni kama bahati Allah Subhanahu ametujalia. Kuna wenzetu ambao leo wanazikwa, wenzetu sahizi wapo katika sakaratul mauti. Basi kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kuifikia dua hii, tufanye dua katika siku hii ya Arafa. Inawezekana dua hii ikawa ni sababu ya mimi na nyinyi kufutiwa madhambi yetu. Hivyo anasisitiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii kwamba yeye hakuna dua iliyo bora kuliko hakuna dua bora kuliko dua ambayo utaombwa siku ya Arafa. Na maneno yaliyo bora zaidi niliyoyasema au waliowahi kuyasema mitume waliopita kabla yake. Basi kwa mantiki hiyo tunaona ni umuhimu gani ya kusoma dua katika siku ya Arafa, ambayo ni mwezi 9 Dhulhijja. Lakini pia maneno mengine ya Mtume anasema hapana hija bila ya Arafa. Kwa hiyo hapa tunaonyeshwa umuhimu wa kusimama wa hija. Hija haitakamilika bila ya mtu kusimama Arafa, kwa wale ambao wao wapo katika mji mtukufu wa Maka. Hivyo basi kwa maana hiyo pia amri hii ya kusimama Arafa imebainishwa katika Qur'ani sura ya 2 aya ya 199. Inasema kwamba kisha miminikeni kutoka mahali wamiminikapo watu wote, na sehemu hiyo ambayo watu wanamiminika ni Arafa. Naombeni samahani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Hivyo Mwenyezi Mungu amezidi kutupa msisitizo kwamba tumiminike katika sehemu ambayo wamiminikapo watu kutoka mataifa mbalimbali, watu tofauti dunia nzima. Tunakutana katika uwanja huu kwa ajili ya kukumbuka, kwa ajili ya kutanabahi, kwa ajili ya imani zetu zithibitike mahala pale. Hivyo basi kwa hiyo tunaona kuwa shughuli kuu ambayo inafanyika kule Arafa ni kwa ajili, tunasimama Arafa ni kwa ajili pale, ni ukumbusho, ni kwa ajili ya kumkumbuka Allah Tabaraka wa Taala, lakini pia inatukumbusha siku ambayo tutasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, siku ya mwisho, siku ya Kiyama. Kwa hiyo kwa ukumbusho huu Mwenyezi Mungu anatuleta pamoja ili tukumbuke. Hivyo katika siku hii, wewe ambaye hujajaliwa kwenda hija na ambaye umejaliwa kwenda hija, dua bora ambayo Mtume Muhammad ameisisitiza, dua yenyewe ni hii: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dua hii ni mujarabu sana na Mwenyezi Mungu anapenda wale ambao wanamuomba na wanamtaka msamaha. Hivyo basi ninakusihi ndugu yangu, katika siku hizi zilizobakia, insha Allah Mwenyezi Mungu kama ametujalia afya, basi tufunge na tumswabihi Mwenyezi Mungu na tumlilie na tumuombe kupitia dua hii. Haya ndiyo yawe maneno ya kuyasema siku ya 9 Dhulhijja, siku ambayo wenzetu Makka wanasimama Arafa. Itakuwa mimi sisi na wao ambao wapo kule, tutakuwa basi tumefanya ibada iliyokuwa bora kabisa. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.